Hello, praise the Most High God. I greet you in the name of Jesus Christ as I welcome you as we go to share the word of God. Hallelujah. Welcome, 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 and don't miss this, please. Such a kind of a message. Hallelujah. About repentance. Haipatikani vile. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukitembea katika makanisa makubwa, the message is all about nyota. Utarejeshewa nyota yako. Nyota yako iliyopotea inarudi. Hallelujah. The message is all about nyota, nyota, nyota. Lakini kuambiwa ya kwamba njia ambayo unaenda haistahili ni vingumu sana. Na ndio maana nimekuwa nikitazama wakati ambao magari zinasunguka zikifanya advertisement ya kwamba mtumishi fulani atakuwa mahali. Unasikia mambo ya nyota. Utarudishiwa nyota yako. Mchawi wako atakufa. Utaambiwa yote. Utasomwa kama gazeti la kuambiwa yale yote ambayo umetendewa ndani ya maisha yako. Lakini wasemi ya kwamba utaambiwa maneno ambayo atakulete ndani ya wokovu na kufanya ukaweze kuelewa huyu Mungu kiundani. Hallelujah. Na ukapata kujua kwa nini Yesu akakubali kufa msalabani. Such advertisement uweze ukapata. Hallelujah. Uweze ukapata. Hawagushi mambo kama hayo. Lakini nyota uchawi, mchawi wako atakufa, nyota yako utarejeshewa. Hiyo ndio advertisement inaendelea. Magari zikisunguka zikitangaza crusade. Na ndio maana ninakwambia kwamba message ambayo ninaenda kuachilia sio rahisi ukaipate kwa hii makanisa makubwa. Na sisemi makanisa yote makubwa inafanana. Haleluya. Kuna makanisa yale ambayo kwa hakika yanajaribu iwezavyo ili watu wakawe transformed na wakaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Haleluya. Kuna watumishi ambao wamesimama imara, hawataki kulaumiwa, wanataka kuambia mtu kweli. Ikifika siku hiyo, yewe mwenyewe ukabeba msalaba wako mwenyewe, usije ukalaumu mtumishi wa Mungu. Nataka kusoma mstari mmoja tukashare hapa kiasi. Hii andiko inatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, the book of Deuteronomy. Hallelujah. Chapter 22 from verse 5. Let me read. From verse 5, let me read. We want to share this small message. Hallelujah. Mwanamke asifaye mavazi yampasayo mwanamume, wala mwanaume asifaye mavazi ya mwanamke. Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Haleluya. Wamama wanapenda kanisa sana. Unajua hili jambo linaniumiza moyo kiwango. Maana wamama wanapenda kanisa, ndio wengi kanisani. Hata ukienda male kuna sarakasi miujiza,
hata iwe feki iwe ya ukweli, wamama ndio wengi mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninaniumiza moyo, haleluya, maana wamama wametia bidii, wametia bidii ya kwenda kanisani, wanarauka mapema Jumapili kwenda kanisani, lakini maandiko inasema ya kwamba kuna kitu hapa ambayo itasababisha 3/4 ya wamama wakakosa ndani ya ufalme wa mbinguni. Na ndio maana nimekuja kuwaletea hii habari ili ukaweze kuchanjaruka, usikose ufalme wa mbinguni. Lakini ikiwa utapuuza na kuweza kuwa na hii roho ya ignorant, you will blame yourself. The time will come, you will say, I wish I knew, I wish I knew. You will regret and say, I wish I knew. Hallelujah. Usiwe kama wale ambao Nuhu akawahubiria Injili, Nuhu akawaambia ya kwamba tubuni, haleluya, mukakuja ndani ya safina, maana mvua inakuja itaangamisha kila kitu hapa duniani. Walio ndani ya safina peke yao, hao ndio watabaki. Lakini watu wakaona ni mzaha, wakapuuza. Wakati ulipofika, wakaitana, wakalia, wakapika nduru, wakamuita Nuhu, tufungulie mlango tafadhali, tunaangamia. Walikataa kusikia neno wakati ambao Nuhu alitaka wasikie, lakini wanataka sasa wafunguliwe mlango ili wakapate kujiokoa na kuletea habari njema. Wakati unapoisikia usiipuuze. Haleluya, itakuokoa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia maandiko vile imesema? Kuna watu walijitokeza wakaanza kufaa wamama, wakaanza kufaa longi. Haleluya, haleluya. Halafu kuna wale don't care, wakaona hiyo mtindo, nao pia wakaingilia, wakaanza kufaa. Haleluya. Ikaendelea hivyo, wanadada wote wetu wakaingilia hiyo mtindo pia, wakaanza kufaa. Wakaja wakaambukiza hata wamama ambao walikuwa wamejiheshimu. Kwa ngumu sana kukuta mama ambaye amekoma amefaa longi, lakini ikafika wakati hata wamama wakaanza kufaa longi. Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuletea hii habari njema, maana sitaki ukakuja ukapotee, ukuja ukaangamie. Haleluya. Imeenda hivyo mpaka ikaingia kwa praise team kanisani, unakuta hata na wanafaa longi. Imeenda mpaka kwa wake za wachungaji, hata nao wakaanza kufaa longi. Ikaenda hivyo, kuna wamama wanajiita pastor, wengine ni mabishop, hata nao wakaanza kufaa longi. Hawaoni haya, wanaenda nayo mpaka kwa madhabahu, lakini wanasahau hili andiko. Sijui wanalipuuza, sijui wanaliona ama walioni. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati 22 kuanzia mstari wa 5, unaposoma mahali pale, maandiko inadeclare kwamba mwanamke asivae mavazi ya mwanamume na mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, na ikiwa watatenda hivyo, hiyo ni
machukizo mbele za Bwana. Wakati wa sasa nimekuwa nikifikiria, nikiwasa, nikisoroneka ndani ya moyo ya kwamba ikiwa ya maandiko yatatimia, Yesu akirudi mchana, wanawake wengi hawataona ufalme wa mbinguni. Nimekuwa barabarani nikitembea, nikitazama wengi wamevaa longi. Kila mwanamke ukikutana naye unakuta amevaa longi. Nikawa ninajiuliza, mpendwa, kama hii itaendelea hivyo, itafika mahali hata wale ambao wanaenda kanisani, lakini kuna kitu moja inaweza sababisha wakakosa ufalme wa mbinguni, na hiyo ni longi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hata kama unanena kwa ndimi, lakini unarudi unavaa longi, hizo ndimi zitapotea, utapoteza. Hata kama wewe ni nabii, hata kama unahubiri, hata kama wewe ni muimbaji, unaimba paka Roho anatembea, watu wanaanguka, wananena kwa ndimi, mapepo yanatoka. Nataka nikwambie, hata Mungu alitumia punda. Mungu anaweza hata kutumia punda wakati wa Balamu. Haleluya, Balamu, punda akafunguliwa macho, akapata kuona malaika ameshika njora, anataka kumalisha Balamu. Punda akatonea kwamba ni heri akaokoe Balamu, akaangua, akapiga makoti chini. Haleluya, lakini Balamu kwa ujinga wake, maana alikuwa amenyima macho ya kiroho haone kile kiko mbele, akatoka kwa punda, akaanza kumcharasa, akagonga punda mpaka karibu auwe, naye Mungu akaachilia neema. Punda akawa na uwezo wa kuongea. Punda akamwambia Balamu, mbona unanichapa leo namna hii? Kuna siku nishakuwahi kukufanyia dharau kama la leo. Haleluya. Balamu akastuka, akashangaa, imekuwaje leo? Punda ameongea. Balamu alistuka, alishikwa na butwa, akastuka, akashangaa, mbona punda imeongea? Haleluya. Haijalishi unanena kwa ndimi, haijalishi unaimba kama malaika, lakini unaenda unavaa longi, nimekuja kukwambia hiyo itaishia hapa duniani na ufalme wa mbinguni hautauona. Bwana Yesu asifiwe. Usipoteza ufalme kwa sababu ya longi. Nimekuja kukwambia usipoteze muda wako. Wewe ni Asha, wewe ni mama mzuri kanisani, mama kanisa, wewe ni mke wa pasta, unaimba, muimbaji mzuri, lakini mwisho wake upoteze ufalme kwa sababu umekwamilia longi, na longi maandiko inakataa. Nimekuja kukwambia Mungu anaweza kutumia hata punda kutangaza injili. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiria kwamba ukiimba hiyo inakupa garanti ya kuingia ndani ya ufalme wa mbinguni. Nataka nikwambie siku ya leo, kama una masikio, anza kufikiria, anza kubadilika. Mrudi kwa mtindo wa kale, mrudi kwa mtindo wa kale, mtindo ambao ulikuwa unaheshimu maandiko. Si eti muone wale watu ambao ni wapo awali, eti walikuwa watu ambao ni primitive. Hapana, walikuwa watu wanatii, lakini shetani akatafuta mbinu ambayo atateka watu wa Mungu, atateka kanisa. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Natumai unanipata vizuri. Halafu pia kuna maandiko inasema, ukisoma katika maandiko 1 Corinthians 11:15, haleluya, inaongelea kuhusu mwanamke. Urembo wa kichwa cha mwanamke ni utukufu kwa mume wake. Mke anafaa achilie nywele. Haleluya, nywele ni utukufu kwa mume wake. Praise the Lord.
nywele ndefu. Maandiko imeruhusu, lakini inaonya mwanamume asiwe na nywele ndefu. Praise the Lord. Mwanamke, ikiwa unataka kwenda mbele za Bwana kwa maombi, inafaa ufunike pia na kichwa, maana hiyo nywele ni utukufu kwa mume wako. Haleluya. Lakini ukifika mahali ya kwenda kanisani, unataka kwenda mbele za Bwana, maandiko inasema funika hiyo kichwa, chukua kitambaa, funika. Praise the Lord. Hiyo ni maandiko, sio mimi ninazungumza. Nafikiri mnanipata vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Pokea hilo neno na litakuokoa. Halafu maandiko inaonya mwanamume asiwe na nywele refu, maana kichwa cha mwanaume ni utukufu wa Yesu, ni utukufu kwa Kristo, naye Kristo ni utukufu kwa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao unakuta wanaume sai wamekosa mwelekeo, mpaka unakuta wameanza kushuka nywele. Haleluya. Ni kitu gani? Ni kuonyesha ya kwamba lazima wameachilia nywele ikawa kubwa, kinyume na maandiko. Maandiko haitaki mwanaume kuwa na nywele refu kama ya mwanamke, lakini wameachilia hiyo nywele ikawa refu, mpaka sasa wanaenda saluni wanashuka nywele. Haleluya. Nataka nikwambie, utaona hiyo ni urembo, hiyo ni ujenzi, lakini nataka nikwambie huko nje ya maandiko, na Yesu akirudi mutabaki na hizo nywele, utabaki hivyo hivyo, maana haleluya. Yana ni kama Mungu alikuumba mwanamume, lakini ulikuwa unataka kuumba mwanamke. So you are blaming God kwa kukuumba mwanamume. Ulikuwa unataka kuumba mwanamke, so ende uchukue, ende ukapandikwa ile makucha. Naona wanapandika makucha marefu, ende upandikwa hata hayo makucha. Wewe mwanaume ambaye umeshuka nywele, enda ukapandikwa hiyo makucha. Praise the Lord. Enda ukanunua hata chupi za wanawake uanze kufaa. Haleluya. Maana hautaki kuwa mwanaume, wataka unaanza kuiga vitu za wanawake. Maandiko imekataa. Kama uko mahali, badilisha hiyo, badilisha. Alafu unakuta mnaingia paka makanisani, mumeingia hadi kwa vyombo na mumeshuka manywele. Mungu anapomtazama sijui anaona picha gani. Alafu mko mbele kwa madhabahu wacheza vyombo. Haleluya. Watumishi wa Mungu, lazima tuangalie na tukaweze kuonya wa vijana ili wasikose ufalme. Eti tunataka tuwakuwe hivyo ili tuwaweze tuwatumie. Eti tukilalamika watatoweka. Hapana, ambia mtu kweli, hata akitoroka Mungu atalete mwingine. Don't spare them. Haleluya. Haleluya. Mwambie ukweli, usimufiche. Mwambie hizo rasta wanyoe nywele refu, Mungu amekataa. Ambia hao hizo rasta wanyoe. Ambia hao hizo nywele ambao wanashuka na ni vijana kanisani, waambie wanyoe. Haleluya. Ili hata Mungu akiangalia praise mbele, anaona ni utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Spirit of ignorance inafanya watu wengi watapoteza maisha yao, wataangamia. Nataka nikwambie mpendwa, badilika. When you hear this message, please do about time. Sio rahisi uipate. Hii makanisa imefuka. Imefuka hao watu. Praise team kwa madhabahu unakuta uniform ni long. My dress my choice. Na unaenda nayo, unaenda jehanamu. Ni mbingu gani utaingia? Na maandiko ndio inakataa. Maandiko ndio inakataa. Wacha kuharibu muda. Hatutaki waste time. Eti mnaenda kanisani. Yesu akikuja mchana, nimeangalia hilo jambo sana. Yesu akikuja tu mchana, 3/4 ya wanawake wataenda mbinguni. Haijalishi unaenda kwa ndima ama nini. Haijalishi wewe ni mwombezi. Mungu anatumia hata punda. Anaweza kutumia tu kwa hiyo wakati.
Lakini hiyo kukutumia, it doesn't guarantee you that you will be among the saints who will see the kingdom of God. Hiyo ni karama, lazima ukubali kubadilika. Lazima ukubali kubadilika, kuchongwa, kukemewa, kuonywa. Haleluya. Na kuishi, kuenenda sambamba na maandiko. Praise the Lord. Kama ubukola masikio ukikutana na hii message na ikaweza kukubadilisha, na usiwe msiko kwa kanisa ambalo uko, enesa hiyo injili hata kama mtumishi amekimia. Haleluya. Watu watapungua, wataenda, sadaka itapungua. Haleluya. Maana nimekuambia wakati wa advertisement za makurusedi sijaisikia. Ito mkuje, tunataka mjue Mungu deeply. Hallelujah. We need people to repent. We need people to understand why Jesus was crucified. Why this happened to the Son of the Lord, shedding his blood. Hallelujah. Going through such at a time. Lakini unasikia advertisement, utasomwa, utaambiwa yote, kama utasoma kama gazeti, kuambiwa shida zako, kuambiwa nani alikuroka, kuambiwa mchawi wako atakufa, utarejeshewa nyota iliyoibwa, nyota iliyonyang'anywa. Hizo tu ni advertisement. Lakini Yesu apatikani hapo. Ufalme wa mbinguni sio rahisi kukuta wale wanaitangaza. Kwa hivyo unapopokea hii habari, badilika. Uwe mlevi, badilika. Uwe msherati, badilika. Uwe mwizi, badilika. Wachana na hiyo mambo. Hiyo mambo inakupeleka hatarini. For a short time utaangamia wewe. Hallelujah. Wachana na mambo ya usherati. Praise the Lord. Kabla upate ukimwi, uanze kukaa mtu ambaye ako stressed, ukiangalia afya yako unashangaa. Toroka huko kuja kwa Yesu. Wewe ni mwizi jambazi, kabla ukutane na risasi ama uchomwe na tairi. Toroka kuja kwa Yesu akuokoe. Hallelujah. Toka huko kabla ukaja kumbana na hiyo. Yesu anakuspea ili utumie akili. Man, because the Bible say we perish because of lack of knowledge. Tumia that wisdom, that knowledge you have. Read the word na uokoe maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaroka wengine, umezoea tu kuendea wengine, hata kwa hiyo area kunyumbani pale unakaa, watu wamerokwa, unaendea watu, uko na roho chafu, roho mbaya kabisa, roho mbaya, wifu, roho ya mchawi. Mpaka unaroka watu hiyo mji wamerokwa, watoto wamerokwa. Ukiona mtoto anaperform vizuri, lazima uende ukamroke. Badilika kama unasikia hiyo habari. Ukisikia hiyo habari ubadilike wewe. Hata kwa plot hii miji tu Nairobi wapi, kuna watu wako kwa plot, watu mbaya. Majirani hawana amani, wanarogwa, vitu zao zinachukuliwa, zinapotea, nguo zao zinapotea, wengine zinapelekwa kwa waganga. Oh my God. Badilika kabla Mungu achakutana na wewe. Amenyamaza ili utumie wisdom and knowledge. And if you are not going to apply that, time is coming. You will regret for it. Na hapo, wacha tushukuru kwa ile neno kwa ajili ya siku ya leo. Na liwe la baraka kwako. Na Mungu akubariki na kuinue. Ninaomba ukikutana na hii message ubadilike, uokoke. Kama umeshuka kichwa, kijana, enda unyoe. Kama uko na rasta, enda unyoe. Mwanamke, haleluya, mwanamke kama unafaa longi, uende mbinguni. Wacha kusema my dress my choice. Wacha kubadilisha nguo, vaa nguo za wanawake. Wachana na nguo za wanaume. Anza kutafuta nguo za wanawake, ujisoeshe, uvae hizo. Wokovu yako itakupeleka mahali. Haleluya. Ni kwa hayo tu. Na Mungu akubariki. Wakati ni mchache ningekuombea. Mungu awabariki na watende mema.
na ili neno liweze kufanya kazi ndani ya maisha ya mtu, na likigugusa, zungumza na mimi. Hata kama unataka kuokoka, una kanisa, zungumza na mimi, nitakuelekeza mahali nilipo. Hapo utapokea neno, utapokea na utaokoka kwa kumaanisha. Barikiwa sana. Shalom, shalom.